Ulona munini wa President Rigathi Gachagua USR nelebeta yake imani nyewe ni President William Ruto kindukila enendi Mount Kenya meweta tamamenete na mayekea mundu amavonyania ainene ya chathini cha udhaithi kanisani wa Kanunga Baptist Kisioni cha Mukuruini kaunti ya Nyeri. Gachagua aweta Mount Kenya ne minite na kusonga nambe ona kutwika yikie uyu na ndoni na yenyamasi muno lina musangie na mauvo. Na munini wa Musumbe Rigathi Gachagua nene ya kanisani wa Baptist wa Kanunga ni kaunti na Nyeri nuwetie enenzema ilembeta ya Mount Kenya tameno dhatu mwingi itina wakila kuweta Musumbe William Ruto na mavunyani kumekia hivo weta ilembeta ita kila kuvunyani wanakana maika mwekea Musumbe William Ruto kwa kumungudhula otongo ine munini wa Musumbe watene. It is not just angry, it is very angry. Why the mountain is very angry is because of betrayal. In this region, we hate betrayal. We hate betrayal. Betrayal in this community is a taboo. It is an abomination. And it's one act against this community that is never forgiven. And once you do it, there is no remedy. The matter is closed. The mountain has moved on, full, humiliated, and in shame. But the matter is settled. There is no remedy. So tu nzima mbinge neto sia Gachagua nisiona nyekulea kumukwata mba uyengi. Kabinda nikala ukeza kuite kivila cha President Yenge Musumbe William Ruto. So those analysts who are trying to analyze what will happen, that is now the answer for you. And because we are here, time will tell. Time will tell. We as a region, we are saying, we have been humiliated, we have been ashamed, our dignity has been defiled, our pride has been deflated, lakini tutajipanga. Within a short time, we will claim back our pride and dignity as a people. Waneni akiko kila kina kikialimuru ni kaunti ya Kiambu wiki kautanzalu. Shadwa ni wawe tatavai vango ya kumina na kia wawe takanisa soya tongozo ni serikali. Fala wawe tatai kutumia mwiko mailembe tayi kumukita nokenda kuorodhe ya nduthi na idha kwa mzini wambai iya kuyo omwenda President Ruto kunenganda yambai Fuata pale Limuru. Ni mzuri tueleze kwa sababu ile mpango ilikuwa pale ni ya kuua mimi. Kwa sababu ile kijana moja alikuja na ile chuma alikuwa ananitafuta. Akagonga kijana moja ambaye alinizuilia. Na hiyo chuma ingenigonga singetoka hapo. Na tumekuja kujua ilikuwa ni mpango ya serikali. Watafute vijana wa Kikuyu. Wawatume waue Rigathi Gachagua, alafu washike, wapeleke kotini, waseme ni Mkikuyu ameua nani? Ni njia tu ya kutupiganisha. Hapo walikuwa wamepanga mikutano yote nikienda, wanatafuta vijana wa Kikuyu wala wana kazi, wanapewa pesa, wanakuja wanafuruga mkutano, alafu vijana wetu wanapigana na hawa, alafu sasa rais na watu yake wanacheka pale, wanasema hili wa Kikuyu wanafanya nini? Sisi tungetaka tuseme, tafadhali, hii jamii iheshimiwe. Sisi tulikupatia kura ukakuwa rais. Hata kama hutaki kutufanyia kazi, hata kama hutaki kutusaidia, wacha kupiganisha watu wetu. Watawe mwenda Musumbe kuweka kutumia Lucas Yamboma ndo na kuitikila serikali yake kumwa makosani enenzi. Hao wananchi wakitoa maoni yao, wewe sikiza tu. Hata kama upendi, hakuna haja kusema wako na mapepo, kwa sababu hakuna haja. There's no need. Nyinyi mko na mapepo? Sasa hakuna haja. Kama ni maneno ya ng'ombe unasema hii watu ni stupid nini, hakuna haja kutukana watu. This is not necessary. Especially watu ambao walikupatia kazi, wakakupatia kura, wakakufanya mema, wakakufanya mfalme. There is no need to abuse the people of Kenya.
Just listen to what they are saying. Nikavindani kahabala wa motola mutu Inspector General of Police kwa kuithia kwa nana kevataya siliwa meeki wa mbini tina wakiko kila kia adhini kimukia madhika Limuru serikali. Lakini siku moja bwana Kaja utajibu hiyo swali. One day. These people who attacked innocent people, wakaumiza wananchi, wanazurula kila pahali na wanajulikana. Alafu mnakuja kushika Karongo Lawa, Peter Mwathi, watu ambao hawahusiki, wale walipigwa na wale waliwapiga wanaendelea kutembea. Ripoti ya Vlingo wa Mavu, Nilina Musangi.